Haya kwa tukio huko nyuma sasa endelea kutukia tena la Mheshimiwa Tundu Lissu kukamatwa akiwa kule Mbinga Ruvuma. Kukamatwa kwake actually kumeleta taharuki kubwa isiyo na maana, kwa sababu wamemkamata kwa kupiga watu mabomu risasi, kuumiza watoto, kuumiza wenye mimba, kuumiza walemavu na vijana wasio na hatia. Ukamataji ule ni ukamataji wa kijeshi, ukamata jambazi, mtu asiyekamatika mwenye silaha. Imeshindikana kwa namna kawaida, tunazotumia nguvu hiyo, lakini kwa Lissu ilikuwa na uwezo kumwambia tu aje kituo cha polisi na akaja, tunakuhitaji na akaja kabisa, au kumsubiria aende hotelini au kwenye mkutano, basi unasema tunamhitaji, kwa sababu jeshi la polisi naliamini limepewa mamlaka hiyo na nguvu hiyo ya kukamata mtu yeyote wakati wowote katika mazingira ambayo yanafuata PGO. Sasa ukamataji wa jana umezua taharuki kubwa sana, na kila mtu ameona anavyokamatwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia Maendeleo, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, anakamatwa kwa namna ambayo kama isingekuwa ustaarabu wa watu wa viongozi tungeshuhudia mauaji makubwa mno. Unapomkamata mtu kama huyo ambaye ana wafuasi wengi, unamkamata mbele ya watu, usifikiri watu wale wanaweza kunyamaza kimya. Wanaweza kureact, wakapiga mawe, wakakata mapanga, wachoma matairi, fujo zikaanzia hapo. Na shauri nafikiri kwa safari nyingine tusifanye hivyo, kwa sababu haya mambo yanaanza polepole hivi, mwisho wa siku nchi nzima inachomeka moto. Sasa ukamataji wenyewe ulifanyika jana jioni majira ya saa 12, wakamsafirisha wakampeleka mpaka Songea mjini ambao ni makao makuu ya mkoa wa Ruvuma, lakini baadaye wakasafisha usiku kucha kumleta Dar es Salaam. Sasa Central Police amefika asubuhi. Tumepata taarifa za ndani kwamba sasa wanajipanga kwenda kumshtaki. Wanasema kwamba wamefanya uchunguzi wao, wana ushahidi kwa zaidi ya 60%, wanampeleka mahakamani kwa makosa makuu mawili. Kosa la kwanza ni kosa la uhaini, na kosa la pili ni makosa ya kimtandao. Nadhani makosa sababu kuchapisha habari ambazo sio kweli, yani kwa maana kusema uongo. Haya wameyasema toka asubuhi, lakini mpaka jioni hii hawajafanya hivyo, hawajampeleka mahakamani bado. Nadhani wanawaza juu ya habari ya namna wanavyoweza kuja kuaibika kwa makosa haya makubwa haya wanaopewa viongozi wakubwa, mara uhaini, mara ugaidi. Lengo tu ni kwamba wampeleke kwenye kosa ambao haina dhamana, waendelee kumbakiza ndani ya mikono yao au kumpeleka gerezani.